tunahitaji wewe asubuhi ya leo. Ite jina la Yesu. Hakuna Mungu kama wewe. Sema nasi asubuhi ya leo. Tunakuhitaji Bwana. Tunachotaka ni wewe Yesu. Sema na watoto hawa, sema na kanisa lako. Tunakushukuru kwa sababu ya neema yako. Ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 8, Baba, onekana kwa ajili ya watoto hawa. Tunazidi kukurudishia utukufu na heshima, maana ni wewe unaweza. Hakuna kama wewe, unastahili, unaweza Bwana. Tupe neno lako asubuhi ya leo, kwa vile ulivyotenda wakati wa Musa. Uliweza kupasua bahari ya Shamu wakati kama huu. Uliweza kuwezesha watumishi wako kutoka kwa mikono ya Farao. Baba, ninakuomba usiku wa leo, wacha ukaonekane kwa ajili ya huyu mzee, onekana kwa ajili ya huyu dada, onekana kwa ajili ya huyu kijana, onekana kwa ajili ya watoto hawa, onekana kwa ajili ya mtumishi wa Bwana, onekana na yule anayetutazama akiwa pale nyumbani Bwana. Acha Bwana ukaweze kuonekana. Asante Bwana, unatawala, unaweza. Tumisha Mungu Baba kwa ajili ya leo. Asante mfalme wa mfalme. Asante Yesu. Mbele zako asubuhi ya leo Bwana, tunasema ni asante. Tunakushukuru Bwana, maana ni wewe tutakuhitaji maishani mwetu Bwana. Tunakushukuru Baba hata kwa ushuhuda na wakati kama huu Bwana, umekuwa mwaminifu Bwana. Tazama jina lako limetukuzwa, maana Mungu umetenda mambo makuu kwa watumishi wako Baba. Jina lako limeinuliwa, jina lako na kusema ni asante, maana umekuwa mwaminifu Bwana. Umetuongoza Baba tokea Januari hadi sasa, mfalme wa ajabu, tunasema ni asante. Tulipoanza hata Baba ibada ya leo Baba hapo jana, Mungu wangu umekuwa pamoja nasi. Tazama tuko tarehe 8, tunasema ni asante. Nambari 8 nambari yako Jehova, tunaliinua jina lako na kutukuza mfalme. Tunaliitia uwepo wako asubuhi ya leo Bwana, tunapoenda kusikiza neno lako Jehova, maana tutaishi kwa mkate, tutaishi kwa mkate tu ile kwa neno lako mfalme wa ajabu. Tazama Bwana, ni wakati mwingine mtumishi wako amepanda madhabahuni tayari Bwana. Umemwandaa kwa ajili ya wakati kama huu Jehova. Umemtia mafuta mabichi Jehova kwa ajili ya kuleta neno kwa ajili ya nafsi yetu Bwana. Kwa ajili ya nafsi zetu Bwana, nasema tu ni asante. Baba, mtumie kama chombo asubuhi ya leo Bwana. Mtie mafuta mabichi mfalme wa ajabu. Wacha neno lako litoke kwako Bwana mfalme wa ajabu. Mtumie tu Baba kama chombo mfalme wa ajabu. Mtumie kama chombo mfalme wa ajabu asubuhi ya leo Bwana. Nasema asante mfalme wa ajabu. Hata utakapokamilisha ibada leo Baba, sifa na utukufu na kurejesha wewe Bwana. Wacha neno lako liweze kuponya mtu mfalme wa ajabu. Wacha neno lako liweze kumuinua mtu tena mfalme wa ajabu. Wacha neno lako liweze kumtia mtu nguvu Jehova. Wacha neno lako Baba liweze kumfungua mtu mfalme wa ajabu kupitia kwa mtumishi wako mfalme wa ajabu. Maana mfalme wa ajabu unasema Baba, Mungu wangu unawatumia Baba tuweze kuwatii Baba manabii Bwana. Tazama nabii wako amesimama Baba madhabahuni Baba, tayari kuachilia neno ya kinabii kwa ajili ya maisha yetu Baba. Kuachilia neno ya kinabii kwa ajili ya nafsi iliyo mahali hapa, hata kwa majirani na wote ambao wamelala mfalme wa ajabu. Pokea sifa na utukufu, maana ni Mungu naweza. Nasema ni asante, maana unastahili Baba. Wacha uwepo wako uweze kushuka na utukufu utakuregeshea Bwana. Yule tunamkataa usiku leo ni mwovu shetani. Tunakataa mipango yake. Tunaisambaratisha katika maroho za ushindi la Yesu. Tunashika mateka kila wakuu wa anga mfalme wa ajabu. Tunavunja kila madhabahu Baba za Baali yote Bwana. Maroho za usingizi tunakataa katika
katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunalitia jina la Yesu Baba mfalme wa ajabu. Tunalitia damu ya Yesu mfalme wa ajabu. Tunatakasa kila mmoja mfalme wa ajabu. Tunatakasa neno lako Jehova, maana neno lako linatupatia nguvu Baba. Neno lako linaenda kutuponya, nasema ni asante. Tunakushukuru maana unastahili. Baba pokea sifa na utukufu. Na katika jina la mwanao Yesu Kristo tunaomba na kiamini. Amen. Makofi ya juu na vigeregere. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Salimia jirani yako, mpatie i10, mwambie Bwana kubariki. Haleluya. Haleluya. Wale wakubali tusogee karibu jamani, maana tayari Bwana ameweza kutenda. Haleluya. Haleluya. Tupigie mtumishi wa Mungu makofi. Piga kinanda makofi. Mtumishi wa Mungu Captain tupigie makofi. Pamoja na waimbaji tuwapigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Hakika Bwana ni mwaminifu. Nataka nikwambie ya kwamba yale ambayo yalikuwa yamechukuliwa Bwana amekurejeshea. Biblia inasema ya kwamba utukufu wa leo utashinda ule wa kwanza. Nataka kwenda kuongea kuhusu utukufu wa Bwana, na utukufu huo utakuangazia, maana kile ambacho ulinyang'anywa Bwana na kurejeshea. Inaweza kuwa ni kazi, inaweza kuwa ni afya. Nataka nikwambie usiku wa leo Bwana anakurejeshea. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshukuru sana kwa ajili ya waimbaji. Nimeshukuru na wale wote ambao wameweza kutoa ushuhuda. Hakika wacha heshima na utukufu zimrudie yeye, maana mimi ni chombo tu. Haleluya. Wacha Bwana ajitwalie utukufu, maana ninajua hata mwingine ametendewa mali hapa, lakini amekataa kushuhudia. Bwana kupatie fursa nyingine uje ushuhudie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wabariki sana. Niliwaambia kwamba madhabahu haya yanatisha, na unapoingia katika yale malango tarajia kupata. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana kwa ajili ya kanisa hili, maana tunaenda kuingia katika kanisa jipya. Makofi na vigelegele. Ninakusihi katika jina la Yesu, tafakari ukuu wa Bwana. Mtumishi wa Mungu amesema ya kwamba kuna wengine ambaye tulianza nao safari na leo hawako. Sita kwamba wewe ama mimi ni mzuri sana, lakini ni kwa sababu ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Usichukulie ni jambo la kawaida. Shilingi 10,000, shilingi 100,000 sio kitu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua jinsi Bwana anakupigania usiku na mchana, haleluya, wewe piga tu hesabu kuanzia jana umekula pesa ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pumzi ambaye Bwana anakupatia bure, jamani, ninakusihi katika jina la Yesu, thamini mambo ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Fungua nami kitabu ambacho tulikuwa tunasoma kuanzia siku ya Jumatano, Samueli wa kwanza mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 9 hadi 17. Na tunaenda kusoma kitabu kingine cha Matendo ya Mitume mlango wa 14 kuanzia mstari ule wa 7 hadi 18, kuanzia mstari wa 8 hadi 18. Haleluya. Aibu inaenda kukuachilia. Unajua wana wa Israeli wakati kama huu usiku
walikuwa wanamwambia Farao, pamoja na Misri yote, ya kwamba tunatoka kwa mateso. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie usiku wa leo, kile kilikuwa kinakula maisha yako kinaenda kutoweka. Haleluya. Musa akaambia wana wa Israeli, Wamisri munaona leo, hamutaona tena. Natabiria hicho kidonda kimepona kwa jina la Yesu. Ninakutabiria wewe ambao ulikuwa na roho ya kukataliwa, ya kwamba Bwana unaenda kupendeza. Waliokukataa watakutamani, waliosema ya kwamba wewe haufai, Bwana anaenda kukuweka karibu na wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, Bwana kubariki sana. Endesha hayo magari. Haleluya. Ukitoka kwa matatu uingie kwa basi, ukitoka kwa basi uingie kwa trailer. Lazima uende mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Wajua wana wa Israeli walikuwa wako tu Misri, lakini Bwana akawapatia passport ya bure miguu. Haleluya. Mahali kuna upako, hata kama ni mbali. Unajua kuna watu watatoka mbali wakija katika nyumba hii, wengine watapanda ndege wakija hapa. Haleluya. Sara, piga makofi Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Thamini neema ambayo iko ndani ya nyumba hii. Haleluya. Haleluya. Bwana akamwambia Musa, nenda ukaambia wana wa Israeli wawe on your backs, maana ikifika saa 6 kamili wanatoka wakielekea katika nchi ya ahadi. Usubuhi ya leo miguu yako ninaibariki. Haleluya. Popote utakanyaga Bwana utapamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hakuna thawabu bila, haleluya, bila msalaba. Ukitaka taji lazima ubebe msalaba. Haleluya. Mwambie jirani, ukitaka taji beba msalaba. Haleluya. Yesu alibeba msalaba ndiye akaja akapata taji. Kwa hivyo hata mimi na wewe lazima tukeshe, tuambie usingizi kaa kando, tunaenda katika nyumba ya Baba ili tuweze kutembea na yeye. Walioshinda, haleluya, walikesha. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Samueli wa kwanza, wageni wetu karibu sana, Bwana wabariki, ya kwamba siku moja walipokuwa wamemaliza kula na kunywa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu huko Shilo, Ana akasimama. Wakati huo kuhani Eli alikuwa amekaa kwenye kiti karibu na mwimo wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Ana alikuwa na huzuni sana, na alipokuwa anamwomba Mwenyezi Mungu akawa analia kwa uchungu. Akaweka nadhiri akisema, ewe Mwenyezi Mungu wa majeshi, kama tu utayangalia mateso yangu mimi mtumishi wako, ukanikumbuke mimi bila kunisahau mimi mtumishi wako, ukanijalie mimi mtumishi wako mtoto wa kiume, nitakupa wewe Mwenyezi Mungu mtoto huyu hawe wako maisha yake yote,
wembe hautapita kichwani pake. Weka alama mahali hapo. Biblia inasema Ana aliendelea kumwomba Mwenyezi Mungu kwa muda mrefu, na kuhani Eli akawa anaangalia midomo yake. Ana alikuwa akiomba kimoyomoyo, lakini midomo yake ilikuwa inacheza, ila sauti yake haikusikika. Hivyo Eli akafikiria kuwa Ana amelewa. Kwa hiyo Eli akamwambia, utaendelea kulewa hadi lini? Achana na kunywa divai. Lakini Ana akamjibu, sivyo bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye taabu mno. Mimi sijanywa divai wala kinywaji kikali, bali nimekuwa nikimtolea Mwenyezi Mungu yaliyomo rohoni mwangu. Usinidhanie kuwa mimi ni mwanamke asiyefaa kitu. Kwa muda wote huu nimekuwa nikisema mahangaiko yangu na taabu yangu. Ndipo Eli akamwambia, nenda kwa amani, naye Mungu wa Israeli akupe kile ulichomwomba. Na Bwana abariki maandiko yake matakatifu. Nisomee kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 14 mstari wa 8 hadi 18. Tasoma kwa uwezo wa Bwana. Matendo ya Mitume 14 kuanzia 8. Na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hanjaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawasawa. Akasimama upesi akaenda. Na makutano walipoona aliyofanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema kwa Kilikaonia, miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Wakamuita Barnaba Zeu na Paulo Herme, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Kuhani wa Zeu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, weka alama mali hapo, akaleta ng'ombe na taji za maua hata malangoni, akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari, wakararua nguo zao, wakaenda mbio, wakaingia katika makutano, wakipiga kelele wakisema, akina Bwana, mbona mnafanya haya? Sisi nasi tu wanadamu, hali moja na ninyi. Nawahubiri habari njema, ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ubatili na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo, ambaye zamani zilizopita aliwaacha mataifa yote waende katika njia zao wenyewe, lakini hakujiacha pasipo ushuhuda, kwa kuwa alitenda mema, akiwapeni mvua kutoka mbinguni na nyakati za mavuno, akiwashibisha mioyo yenu chakula na furaha. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya Jumatano nilikuwa ninaongea kuhusu rehema za Bwana ama huruma za Bwana. Nikawa nimesoma mstari wa 9 hadi 10, na nikasema siku ya leo nitaanza mstari wa 11. Lakini kwa sababu kuna wale hatukuwa nao mahali hapa, nitarudi nyuma kidogo ndio niweze kuanza mstari wa 11. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba siku moja, haleluya, siku moja. Nataka nikwambie siku moja, siku ya leo Bwana anaenda kukutenda mema.
Unajua Danieli, mtumishi wa Mungu anayeitwa Daudi, alikuwa na manane katika familia yao. Haijalishi wewe ni wangapi kwenu. Haleluya. Nataka nikwambia kwamba wewe ndio Mungu anaenda kutumia ili uinue hiyo familia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ni wangapi wako na kazi sahihi, lakini nataka nikwambie wewe unaenda kwa overtake. Haleluya. Maana Bwana anaenda kukubariki kwa siku moja. Unajua siku moja kwa Bwana ni kama siku 1000. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema mtumishi wa Mungu Elkana akaenda na Ana nyumbani mwa Bwana. Neno la Mungu linasema walipomaliza kula na kunywa, haleluya, Biblia inasema ya kwamba Ana akasimama. Thamini sana neno la Bwana na uthamini sana damu ya Yesu. Ukitaka ushinde vita, kuwa mtu wa kusoma neno. Haleluya. Na Biblia inasema Ana alilia sana kwa uchungu mno. Haleluya. Nikasema ya kwamba inafika wakati mwingine Bwana lazima aone machozi yako. Inafika wakati pasta lazima aone machozi yako ukilia. Bwana Yesu apewe sifa. Huruma za Bwana huja wakati ambapo unalia kwa Bwana. Nikaongea kuhusu mama mmoja katika mji wa Naini. Biblia inasema ya kwamba mama huyu alikuwa ni mjane, na neno la Mungu linasema watu walikuwa wamebeba mwanawe wa pekee wakienda naye waende wakamzike. Lakini Biblia inasema ya kwamba Yesu naye alikuwa anaingia katika ule mji. Asubuhi ya leo Yesu anaingia kwa boma lenu. Yale mabaya ambayo adui alikuwa amepanda, haleluya, Yesu anaenda kukutana nazo. Unajua hao watu Yesu alikuwa anaingia kwa lile boma na wao walikuwa wanatoka. Bwana Yesu asifiwe. Twende nami katika Luka 7:11. Mambo yaliyokufa sio sehemu yako. Mikono yako inaenda kubarikiwa na miguu yako itabarikiwa. Maisha yako yote yatabarikiwa. Nisomee mtumishi wa Bwana. Luka 7:11. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa, unasikia Biblia vile inasema, alipofikiria katika mlango wa mji. Haleluya. Port lazima ikufahamu. Amen. Haujawahi kufanya kazi kule, lakini nitakupeleka. Lazima utaingia na utafanya kazi. Ninakuandika mahali pale kwa jina la Yesu Bwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua malango ya taifa hili ni Kenya Port. Haleluya. Na airport itakuwa sehemu yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa watu walikuwa nabeba mtoto, wanaingia naye, wanatoka naye kwa boma la huyu mama, na Biblia inasema mama huyu akawa analia kwa uchungu. Soma dada. Na alipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia, usilie. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakutazama wale watu waliobeba yule mtoto, bali alitazama moyo wa yule baba, na Biblia inasema akamhurumia, kwa sababu alikuwa anatoka machozi. Usiku wa leo Yesu akaone machozi yako. Kile ambacho ulipandiwa na wanadamu, haleluya, lazima kiende kiyeyuke na kitoweke. Watu hawa walikuwa natoa yule mtoto nje, lakini Yesu alimrudisha kwa nguvu zake. Na Biblia inasema siku moja mfalme Hezekia pia yeye vile vile nabii alikuja kwake akamwambia, panga mambo ya nyumba yako maana utaishi. Lakini Biblia inasema Hezekia akageuza uso wake kwa ukuta. Ukuta ni madhabahu ya Bwana. Haleluya, haleluya. Kama wewe unaenda kujenga nyumba hii, jipigie makofi na ufanane na hiyo kanisa ambayo unaenda kujenga. Bwana Yesu wasifiwe. Wale watu wametoa katika nyumba hii, Bwana anaenda kuwashangaza. Hata na wewe ambao hujatoa pia Bwana atakushangaza. Haleluya. Wakati wengine watakuwa wanaendesha magari, Bwana Yesu wasifiwe. Wakati wanakuwa jamani wamejenga nyumba zao, ninaenda kuweka wafu. Haleluya. Wewe endelea kupiga makofi. Bwana wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu akasema ya kwamba watu hawa wasipopiga makofi, mawe yatapiga makofi. Unajua yale mawe yalikuwa ni mawe gani? Madhabahu ya Bwana. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili. Piga makofi ya juu na vigeregere. Haleluya. Huruma za Bwana zinaenda kukushukia, maana utukufu wa Bwana unaenda kushuka kwa kanisa hili. Ninaongea kuhusu utukufu wa Bwana. Kwa hivyo katika mstari wa 11 Biblia inasema ya kwamba Ana alipolia kwa uchungu, akawa anatoa nadhiri kwa ajili ya madhabahu ya Bwana kwa ajili ya maisha yake. Unajua, Ana alipata nafasi ya kutoa nadhiri yake. Kwa sababu gani? Watoto wa Eli walikuwa tayari wameweza kukataliwa na Bwana, na Bwana alikuwa anatafuta
yule atajenga madhabahu yake. Haleluya! Na Biblia inasema mtumishi wa Mungu Ana akalia kwa uchungu, akasema, Bwana, ukiangalia tabu zangu, ukiangalia uchungu ambao niko nao, Bwana, ninatoa nadhiri siku ya leo, unipatie mtoto wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Na mtoto huyo atakaa kwa madhabahu yako, na hakuna yeyote atakayenyoa nywele zake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua, Ana alikuwa ni mwerevu, maana akiangalia maisha ya Samsoni, aliweza kuzaliwa na akaweza kunyolewa nywele. Bwana Yesu asifiwe. Nywele zako hazitanyolewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu soma hapo, Biblia inasemaje? Akaweka nadhiri akisema, ewe Mwenyezi Mungu wa majeshi. Sikia, waliokuwa hapa Jumatano niliwaelezea watoto wa Mungu, kuna Mungu Baba. Haleluya. Kuna Mungu wa majeshi, kuna Mungu wa huruma. Haleluya. Wote ni Mungu, lakini Mungu wa majeshi, haleluya, huwa akai kwa kiti chake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Stefano alikuwa anapigwa mawe, wakati alikuwa anapata uchungu, watu wamemrushia mawe, mtumishi wa Mungu Stefano akawa analia na uchungu na akatazama mbinguni, na Biblia inasema ya kwamba akamwona Yesu amesimama katika mkono wa kiume wa Mungu Baba. Yaani alikuwa amevaa magwanda ya vita. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Ana siku zote alikuwa anamwomba Mungu aliyekuwa anakaa kwa kiti. Wakati unamlilia Bwana, wakati unatoa machozi yako kwa madhabahu, haleluya, huo unafanya Mungu anasimama, haleluya, anakuwa Mungu wa majeshi ili apigane vita vyako. Haleluya. Mwaka huu, miezi iliyobaki, ninakutabiria Mungu wa majeshi atakuwa upande wako, atapigania maisha yako, atapigania afya yako. Yoyote aliyeweka mabaya ndani ya maisha yako, Bwana anaenda kuyang'oa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani, Mungu wa majeshi. Haleluya, haleluya. Unajua nabii Hagai alitabiri utukufu wa leo hautakuwa kama ule wa awali. Haleluya. Na akasema fedha na dhahabu, haleluya, ni zako wewe Mungu wa majeshi. Ushajua ya kwamba, haleluya, adui wakati anataka kuja kuchukua pesa zako, Mungu anageuka Mungu wa majeshi. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Unalala. Bwana Yesu asifiwe. Akaweka nadhiri akisema, ewe Mungu Mwenyezi Mungu wa majeshi, usubuhi ya leo ninakutabiria Mungu wa majeshi atakuwa upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Atakuondolea maadui ambao wamekuwa wakikutesa. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema kama tu utaangalia mateso yangu, mimi mtumishi wako
ukanikumbuke mimi bila kunisahau. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu akaweza kuota ndoto, na ile ndoto kwa sababu alienda akaelezea ndugu zake na akaelezea wazazi wake, Biblia inasema ya kwamba alipitia changamoto. Usubuhi ya leo nataka nikwambie, chochote Bwana anakuonyesha, usiwe mwepesi wa kupeana watu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sasa Biblia inasema ya kwamba Yusufu akaenda akauzwa, na alipouzwa akaenda akasingiziwa na mwanamke Potifa, bibi ya Potifa, na akawekwa ndani. Na alipowekwa ndani mahali pale, Biblia inasema wale alikuwa nao wao pia wakaota. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema walipoota wote, haleluya, wale watu wawili, Biblia inasema Yusufu akawatafsiria ndoto. Haleluya. Mmoja akarudishwa kazi, na Biblia inasema akamwambia yule ambaye atarudishwa kazi, akifika pale kazini, haleluya, aende akamwambia mfalme ya kwamba jamani, lilisingiziwa nikawekwa hapa ndani, kwa hivyo ninakuomba ukaweze kunikumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba yule jamaa alipoenda alimsahau Yusufu. Nataka upate hii. Haleluya. Akaanza kupokea mshahara, akawa anaishi vizuri kwa sababu ya Yusufu alimsaidia. Naongea na wewe ambao umesaidia watu wengi sana, wacha kuwa na huruma. Bwana Yesu asifiwe. Huruma yako ndio imekuleta kwa shida. Kila wakati wewe unasaidia, kila wakati unasaidia. Jisaidie wewe mwenyewe sasa. Piga makofi. Haleluya. Kile unapitia sahili kwa sababu ulikuwa na moyo mweupe wa kusaidiana, lakini sasa punguza hiyo. Haleluya. Jisaidie wewe mwenyewe. Sasa Biblia inasema mtu yule akaenda akamsahau Yusufu, lakini kuna Mungu wa majeshi. Haleluya. Yeye siku zote huwasizii wala halali. Zaburi 121. Asizii wala halali, macho yake kila wakati yanakutazama wewe Ana. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema yule jamaa siku moja akawa mfalme ameota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Na imagine tumishi wa Mungu Yusufu, huyu jamaa ameota ndoto. Haleluya. Na huyu jamaa akawa kila wakati anafanya kazi katika nyumba ya Farao, lakini siku moja kama ya leo, Bwana Yesu asifiwe, Yusufu akawa kesha, yeye na Mungu wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba usubuhi ilipofika, jamaa akabeba juisi ampelekee mfalme. Alipofika pale ili ampatie mfalme ile juisi baridi, ikawa mikono yake inatetemeka. Ninaona glasi ikaanguka. Farao akamuuliza, mbona umeangusha glasi?
na ilikuwa unatakikana uniletee niweze kunywa haya maji baridi. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia mfalme, nimekumbuka kuna mtu kule korokoroni aliweza kunitafsiria ndoto, na wewe uliota. Mfalme akamuuliza yuko wapi? Haleluya. Wale waliokusahau, haleluya, wanaenda kukumbuka. Hata kama ni watoto wako, hata kama ni mume wako ulinyang'anywa, ninakwambia wewe dada, haleluya, anaenda kupigana na huyo jamaa, atarudi kwa nyumba yake tena. Nakwambia, ninakuapia kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mume wako anaenda kurudi, maana kuna vita vikali vinaendelea kwa ile nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Pesa zako zinaenda kurudi. Kazi ya mikono yako inaenda kurudi, maana Mungu wa majeshi ameweza kutumana yeye mwenyewe. Biblia inasema ya kwamba yule jamaa alipomwambia Farao hivyo, Farao hakushughulika naye tena. Alichukua maofisa wake akamwambia, wewe waziri, nenda mkamchukue huyo jamaa aje hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ulifutwa kazi kimakosa. Roho Bwana ananiambia hivyo. Nataka nikwambie ya kwamba utaregeshwa, na ule mshahara wako wote unaenda kuhesabiwa, na ukipata hiyo pesa, njoo ujenge nyumba ya Mungu. Toa 10% uje utoe katika madhabahu ya Bwana, na wewe ukajenge nyumba yako na boma lako. Haleluya. Huyu Mungu wa majeshi ninampenda sana. Wale wanakudharau watakusalimia kwa heshima. Haleluya. Ni maadui zako ndio, lakini waangalie na jicho la pembeni. Wakicheka cheka na wao, wakikasirika kasirika na wao, wakikuletea ubea wapatie ubea wa Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakikuvalia maleso, haleluya, ya kwamba tutabanana hapa, wewe chukua leso ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakikuvalia kofia, jamani, wewe pia uvalie kofia ya Yesu. Useme kofia ninapenda Yesu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usipigwe na maneno, na wewe uko na Yesu. Wapige na maneno ya Yesu pia wewe. Haleluya. Sasa Biblia inasema Hana akatoa nadhiri, na akamwambia Mungu wa majeshi, ukinipatia mtoto tena wa kiume. Haleluya. Utukufu wa Bwana unaenda kuangukia nyumba hii, na inaenda kuwa juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema Hana akaomba na akamwahidi Bwana ya kwamba mtoto huyu hakuna mtu mmoja atakaye mnyoa nywele, hata mimi. Wanasema akili ni nywele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nitakupa wewe Mwenyezi Mungu mtoto huyu awe wako maisha yake yote. Wembe hautapita kichwani pake kamwe. Kama ulienda ukasoma mahali na watu wakachukua nywele zako, asubuhi ya leo ninakuregeshea.
Kama ulilala na ukapata nywele zako zimenyolewa, pale walipeleka zile nywele, haleluya, ninazilowesha kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kunyolewa nywele, hata na watu wa karibu na wewe. Kama ulienda kinyozi na ukanyolewa, haleluya, na watu wakachukua zile nywele zako wakazifanyia vituko, nataka kukuambia siku ya leo itawarudia wao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siri katika nywele za mtu. Mtumishi wa Mungu aliyeitwa Samsoni alikuwa na shugi 7 za nywele. Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba Delila akamwomba ili aweze kumwambia siri yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanawake, haleluya, urembo wao sio sura bali ni nywele. Amina. Ndio maana yule mwanamke aliyekuja na kibweta cha mafuta alitumia nywele yake kuosha miguu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Nywele za mtu ni akili yake. Wakati mtu anachukua nywele zako, anachukua nyumba zako, anachukua pesa zako, siku ya leo ninalowesha kichwa chako na damu ya Yesu. Ana alijua hii siri. Akasema hakuna mtu yoyote atakayenyoa mtoto huyu Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaombea wale wote ambao nywele zao zilichukuliwa ama zilinyolewa. Asubuhi ya leo ninakuregeshea upako mara pili. Utukufu wa Bwana uwe juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Twende katika kitabu cha Matendo ya Mitume niweze kuongea. Nataka kwenda kukupatia nafasi nzuri ya maombi. Kama bado unatafuta, Biblia inasema Ana aliendelea kumwomba Mwenyezi Mungu kwa muda mrefu. Haleluya. Aliendelea kumwomba Bwana kwa muda mrefu. Unajua shetani ndiye alileta maombi ya Jumapili, lakini kanisa la kwanza lilikuwa linakutana kila siku. Haleluya. Lazima tumtafute Bwana kila wakati. Hata kama Bwana hajatutendea, tuendelee kumtafuta. Hata kama Bwana hajatubariki, tuendelee kutafuta uso wake. Itafika wakati ambapo Bwana atafanya njia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati unaomba leo, kesho unaruka. Kesho kutwa unaruka, unakuja Jumapili, hakuna mazao utapata. Angalia vile wewe unakula kila siku. Hata jana jioni ulikula ndio ukaja kwa ibada. Lakini Biblia inasema Ana kwa sababu ya uchungu alitoa nadhiri na kutendewa saa hiyo. Haleluya. Biblia inasema aliendelea kuomba kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Twende katika Matendo ya Mitume mlango wa 2.
mstari wa 40 nisomee. Unajua makanisa mengi sahihi, haleluya, Mungu anisaidie na nisamehe kama ninaongea vibaya, haleluya. Unapata makanisa kuna sarakasi nyingi na neno ni dakika 5 ama neno ni dakika 15. Lazima neno la Bwana liwe kwa wingi kwa watumishi wa Mungu na kwa wateule. Neno la Mungu ndilo linasimamisha watu. Wachana na sarakasi, wachana na miujiza. Miujiza kamili ni neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ambalo linahubiriwa neno la Bwana, watu huwa wanabarikiwa na wanafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu soma Matendo ya Mitume 2:40. Kusoma kwa uwezo wa Bwana. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Endelea. Na waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika mfundisho la mitume. Unasikia? Kwanza anaonya watu, huyu ni Petero. Haleluya. Maana yeye ndiye alikuwa pasta hapo. Anawaambia watu ya kwamba, akiwaonya na watu wapotofu, watu ambao wanahubiri neno kwa dakika 5, alafu sarakasi ni kwa wingi katika nyumba ya Bwana. Inatakikana neno liwe kwa wingi kwa watu wa Mungu. Ana alitafuta uso wa Bwana kwa muda mrefu. Hiyo inamaanisha alikuwa anasoma neno, anafunga, anaomba. Haleluya. Ukitaka baraka zako zidumu, mtoto wa Bwana, haleluya, zifiche na maombi mengi. Samuel, hiyo kazi yako, haleluya. Pata nafasi ya kutafuta uso wa Bwana. Pata nafasi ya kusoma neno la Bwana. Pata nafasi ya kufunga. Haleluya. Hata kama uko mahali pale unapiga half day, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uko katika maombi lakini watu hawajui. Piga makofi. Si ati umefunga, haleluya, na unaonyesha watu sura ya mbuzi, watajua umefunga. Paka mafuta Bwana. Haleluya. Unacheka nao lakini wewe unajua wewe ni bulldozer ndani yako. Bulldozer. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini sarakasi nyingi, neno hakuna. Biblia inasema wakakaa miguuni mwa mitume, na Biblia inasema kanisa likaongezeka kwa sababu ya neno. Bwana Yesu apewe sifa. Miujiza huwa inapepea. Kama hakuna neno, mizizi. Haleluya. Hata upate kazi leo na una mizizi ya neno la Bwana, hiyo kazi utaifanya kwa mwaka mmoja, kisha tena inaenda. Ninakataa hiyo roho kwa kanisa la Bwana. Lazima ukipata kazi ilinde na madhabahu ya Bwana. Ana alimwambia Bwana, akatoa nadhiri. Maana tulitoa nadhiri kwa ajili ya ujenzi. Haleluya. Ninakuapia katika jina la Yesu, kile kilikuwa na kinataka kula maisha yako, kinakiondoa ndani ya maisha yako. Maana hiyo fedha, hiyo jiwe, hiyo chuma inaenda kuongea kwa niaba yako. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitu kilikuwa kinataka kukufanyia maovu, linakikata, linakiondoa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Soma mtu.
Soma hiyo Matendo ya Mitume mlango wa 2. Ongezeka Unasikia? Biblia inasema Ana aliendelea kumwomba Mungu, Mwenyezi Mungu kwa muda mrefu, na kuhani Eli akawa anaangalia midomo yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ana alikuwa siku zote yuko karibu na pasta wake. Haleluya. Akiingia tu kwa madhabahu ya Bwana, Biblia inasema ya kwamba alianza kuomba. Nikawa ninajiuliza maswali ya kwamba kwani hilo kanisa lilikuwa lina watu ambaye pasta alikuwa na mshiriki mmoja ambaye anakuja Jumatano, ambaye anakuja kesha. Haleluya. Bwana wabariki wale wanakuja katika nyumba hii. Nikiingia ninawaona. Bwana kushangaze. Hiyo nadhiri uliyotoa hata kama ni 50, Bwana kushangaze. Bwana Yesu apewe sifa. Imagine Ana akiingia, basi ameketi kwa kiti chake, Ana anaanza kuongea na Bwana, na pasa anaangalia kinywa chake, na Biblia inasema Ana alikuwa hapazi sauti. Haleluya. Watoto wa Mungu, nataka niwaambie kuna mambo mengine, haleluya, haistahili pasa ajue. Unaweza kuwa unaombea ndoa yako, haleluya, iombee kimoyo moyo, lia kidadidadi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mambo mengine ni asiri sana, haleluya. Pengine kuna kitu kinakukula, usianze kupasua kupayuka na maneno. Watu watasikia, wataanza kukutangaza. Hebu soma hapo. Aliomba kimoyo moyo, sio kimdomo mdomo, kimoyo moyo. Bwana Yesu asifiwe. Una nyimbo ambao unaweza kuimba kimoyo moyo. Haleluya. Haleluya. Kuna nyimbo moja tulikuwa tunaimba zamani. Haleluya. Na hiyo nyimbo ukiimba watu wanajua unapitia moto. Bwana Yesu asifiwe. Unaijua hiyo nyimbo? Bwana Yesu asifiwe. Wanajua hapa kuna moto unawaka. Lakini Biblia inasema ya kwamba hata kama nitapita kwa moto sitaungua. Vumilia moyo wangu, majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu. Bwana naomba unisaidie. Unajua hiyo nyimbo? Hebu tuimbe tena. Kevin Bwana.
Meshaki, tupigie Meshaki makofi. Vumilia moyo wangu, majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu. Bwana naomba. Bwana Yesu asifiwe. Pengine uko na ukimwi. Haleluya. Usianze kupaza sauti, niko na ukimwi. Ninaikemea kwa jina la Yesu. Watu watajua. Vumilia moyo wangu, kama moto yanayochoma imani yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pengine uko na kiswende. Usianze kukemea kiswende, ninakukemea toka. Omba kimoyo moyo. Unataka Bwana. Haleluya. Bwana nipatie Bwana ambaye ni mfupi round. Omba kimoyo moyo. vumilia moyo wangu. Ngoja tusikie vile Ana aliomba. Hebu soma hapo. Unajua watu wengine, haleluya, unapatiaga jirani yako maombi yako, anakushekelea. Ndio maana Bwana hajawahi kukujibu mpaka leo. Maombi mengine ni siri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ana alijua ana mtoto. Haleluya. Na unajua Eli hakujua kama yeye ana mtoto kwa sababu Penina alikuwa na watoto. Kwa hivyo alijua huyu dada ako na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe watoto walikuwa ni wa Penina, walikuwa si wake. Sasa ilikuwa inabidi aombe kimoyo moyo, amwambie Bwana, nipe Samueli wangu. Haleluya. Alitoa nadhiri, tena akamtaja, akasema ya kwamba mtoto wa kiume. Ni nini kinakula maisha yako? Omba kimoyo moyo asubuhi ya leo na mwambie Bwana, niondolee, nimetoa hii nadhiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Manake ule jirani yako ambao unaomba, ujui yeye ana nia gani na wewe. Pengine labda anakuombea kinyume. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Soma dada. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamwomba Bwana akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake kamwe. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Ana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kana ananena, kama anena, sauti yake isisikiwe, ila sauti yake haikusikika. Bwana Yesu asifiwe. Saa ingine natakana uchanganye pasta. Haleluya. Ili alichanganyikiwa. Huyu dada kila wakati analia. Kwani amelewa? Kwani ni nini kinamkula? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kinachonipendeza na Ana, hata kama pasta wake
alimnenea maneno makali, hakuacha madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Aliendelea kuja mpaka pasa wake akakasirika, akawa sasa nakaa mlangoni anaangalia kule airport. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka jamani, watoto wa Mungu ambao jamani wako kiwandazimu, hata kama kuna nini jamani, utaendelea kuja kwa madhabahu. Haleluya. Daudi akasema, mnanifuatia nini nyinyi? Hebu rudini kwenu. Haleluya. Lakini Ruth alijua huyu dada amebeba maono yake, amebeba utajiri wake. Hata kama ataniambia nifukuze, sitamwacha. Haleluya. Hata kama nitakwambia maneno makali, utawacha madhabahu. Wengi leo wamekaa kwa sababu pasta aliwaambia neno baya, aliwanena maneno akasema unatuongea, wakawacha kanisa. Rudi kwa madhabahu yako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda mpaka kwa madhabahu ya mashetani, shetani yashindwe. Ukisikia jamani kule jamani kuna mpasa amekuja, nasikia huyo na sadaka zake anapeleka. Sadaka peleka mahali pamoja. Mahali umejenga nyumba ya Bwana, unatoa fungu la 10, hapo ndio kuna baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Isaka akaenda kuchimbua zile visima ambazo baba yake Ibrahimu aliweza kuchimba. Haleluya. Haleluya. Lazima turejee kwa Biblia, mahali manabii walianza. Unajua kile kisima kilikuwa ni kitamu, lakini kuna uchafu uliwekwa. Haleluya. Kwa hivyo ile Biblia kuna ufunua neno la Mungu pale. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni mtumishi wako wa Mungu ambaye anakukemea, anakubariki, hapo ndio kuna baraka. By the way, wacha nikwambie, wakati pasa anakukemea sana, haleluya, Bwana Yesu asifiwe, hapo mahali ndio kuna baraka. Anataka ukasirike, haleluya, ili utoke kwa huo utoto uingie katika uzee. Shasikia kijana anaitwa babu na mzee anaitwa kijana. Shetani ashindwe. Haleluya. Mahali pasta wako anakukemea na maneno, hapo ndio kuna baraka. Lakini yule anakusifu kila wakati, hiyo kudanganya. Utabaki hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Dada unapendeza. Dada leo umeimba vizuri. Dada unatoa. Wewe. Pata pasa ambaye ni mkali. Ukitenda mabaya anakwambia wewe, wachana na hiyo. Haleluya. Anakuhubiri mpaka unageuka mgongo, unatamani utoroke uende. Huyo kaa hapo hapo. Nasema kaa hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Anakutoroka maana alijua utukufu uko pale. Kwa sababu gani? Alijua ni yeye ndiye anaenda kujenga kanisa. Unajua Eli, Biblia inasema utukufu wa Bwana uliweza kuchukuliwa na Wafilisti, lakini aliyeregesha, haleluya, alikuwa ni Samueli. Maombi ya Ana, maombi unaoomba kiboyoboyo yanaenda mbali sana. Haleluya. Maombi ambayo unaomba kiboyoboyo yanaenda kwa watoto wako, kwa watoto toto. Bwana Yesu asifiwe. Kama si Ana, leo tumekuwa tuhubiri injili ya Bwana. Maana Ana aliona mtoto Yesu
Yesu hakunyolewa nywele. Bwana Yesu asifiwe. Lazima nywele zako zifike kwa kizazi chako cha 4. Wakati unaachilia nywele zako hivi, zinafunika watoto wako wale ambao hujawaona leo. Nywele za Samueli zilimfunika Yesu. Haleluya. Maana hakuna mtu aliyemnyoa. Ndio maana Yesu alikuwa na hekima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie jirani, nywele zako zifunike uzao wako. Unajua kwa sababu gani marasta wanyolewa? Wanatumia haya maandiko. Wanavuta bangi. Haleluya. Lakini wanajua nywele ulinyoi. Bwana Yesu apewe sifa. Mtumishi wa Mungu Hana alifunika mtoto Yesu. Kama kuna kitu kinakula maisha yako, iwe ni umaskini, iwe ni magonjwa aina gani, haleluya, ninakutangazia inaenda kuyeyuka katika jina la Yesu. Hiyo nadhiri ambayo umetoa, haleluya, haleluya, maana itakuwa katika madhabahu. Hizo ni nywele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Twende kwa habari za Paulo sasa, ndio tuingie kwa maombi. Matendo ya Mitume 14:8. Soma. Na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye anjaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi akaenda. Na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema kwa Ilikaonia, miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Wakamwita Barnaba Zeu na Paulo Arme, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Kuhani wa Zeu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji za maua hata malangoni. Sasa sikia. Haleluya. Bwana kubariki wewe ambao umetoa. Maana siku ya leo neno waandike tarehe 7 mwezi wa 8 ilikuwa ni siku ya uponyaji wako ama baraka zako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama utaamini yale ninakwambia usubuhi ya leo yamefanyika kwako. Paulo akawa amekataliwa na Wayahudi, wakasema ya kwamba analeta dini potofu. Na Biblia inasema Paulo akakimbia Lustra. Na neno la Mungu linasema kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni dhaifu wa miguu toka tumboni mwa mama yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja Pastor Elizabeth alikuwa anaongea kuhusu jamaa moja aliyekuwa kipofu katika kitabu cha Yohana mlango wa 9. Biblia inasema mtu huyu, wanafunzi wa Yesu wakaenda kwa Yesu wakamuuliza ya kwamba ni nani aliyetenda dhambi kati ya huyu jamaa na familia yao. Na Yesu akawajibu ya kwamba hakuna aliyetenda dhambi, bali haleluya, utukufu wa Bwana unaenda kudhihirika kwa maisha ya mtu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wa Bwana unaenda kuwa juu ya maisha yako. Maana Bwana, haleluya, uachilie utukufu, haleluya,
kwa wale wanamrudishia utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema Yesu akamwambia, nenda ukajioshe kwa birika la Siloamu. Haleluya. Mtu yule alikuwa ni kipofu. Kabla Yesu hajamtuma, alitema mate chini na akatengeza udongo akaweka kwa macho yake. Imagine Nicholas wewe ni kipofu kwa mfano, alafu Yesu ateme mate akupake kwa upofu wako kisha akutume. Bwana Yesu asifiwe. Miujiza mkubwa siku zote huwa ninawaambia ni kutii. Haleluya. Jamaa huyu akaanza kutembea, akienda mahali kulikuwa na kile kibarika cha miujiza. Lakini nataka nikwambie, sio yale maji yalimponya mtu huyu, bali lile neno ambalo Yesu aliachilia. Kama vile asubuhi ya leo ninaachilia neno la Bwana ya kwamba wewe utabarikiwa na utukufu wa Bwana utakuwa juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa akaenda akajiosha. Alipojiosha akafunguka macho. Yale ambayo hujaona kwa miaka mingi unaenda kuyaona. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo ambayo Bwana anaenda kukuonyesha na unaenda kubarikiwa sana. Haleluya. Sasa huyu jamaa Biblia inasema alikuwa kiwete toka tumboni mwa mama yake. Na Biblia inasema Paulo alipoanza kuhubiri Injili, mtu yule akaweza kumkazia macho Paulo. Haleluya. Wakati unakuja katika nyumba ya Bwana, lazima uwe na matarajio ya kupata miujiza. Haleluya. Haleluya. Na Biblia inasema mtu huyu Paulo akamtazama akamwambia inuka. Na mtu yule akainuka, akamsaidia, akaanza kutembea. Haleluya. Na Biblia inasema alipoanza kutembea, watu wa ule mji wakambandika Paulo jina la Barnabas. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema mtu huyu kukatokea kuhani aliyeitwa Zeu, na kuhani akaenda katafuta ng'ombe wawili wakubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema alikuwa na hekalu lake kwa lango la mji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wanaojua kutoa dhabihu, watu wa mataifa, watu ambao hawajaokoka, Bwana Yesu asifiwe, wanajua siri ya kutoa. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia inasema wakachukua fahali wawili, na alipokuja nao akawa anataka kutoa sadaka kwa sababu ya miujiza iliyotendeka. Paulo na Barnaba wakakataa, wakasema msifanye namna hiyo. Sisi ni wanadamu kama nyinyi, hatuwezi kuchukua utukufu wa Bwana kwa sababu ni yeye ndiye amewaponya mtu huyu. Haleluya. Ninakuombea asubuhi ya leo, wakati Bwana anaenda kukupatia kazi, anaenda kukupatia mume, anaenda kukupatia mke, haleluya, usiwache kukosa kutafuta uso wa Bwana. Ninakusihi katika jina la Yesu. Unajua kosa ambalo Eli alifanya na watoto wake ni kwamba walisahau madhabahu ya Bwana, wakawa kila wakati wanakula sadaka na wanakosa kutumika katika nyumba ya Mungu, mpaka taa ya madhabahu ikawa inaenda kuzimika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akakasirika. Ninakusihi katika jina la Yesu, Bwana anakurejeshea utukufu kama vile alivyorejeshea wana wa Israeli. Lakini ninakuomba katika jina la Yesu, mtoto wako ambao unaomba upate, isiwe kisingizio ya wewe kukataa kuja katika nyumba ya Bwana. Kazi ya mikono yako, haleluya, isikufanye sasa jamani useme sasa mimi kanisa
na mimi kile nilikuwa nataka nimeshakipata. Hapana, Ana aliendelea kuomba na kuomba. Ndio maana Yesu alikuwa mwombezi. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusihi, hata kama utainuliwa pale kazini, hata kama ndoa yako itakuwa mzuri zaidi, ninakusihi katika jina la Yesu usiwache kumtumikia Bwana. Sisi Bwana amekuokoa kupitia kwa nadhiri yake. Haleluya. Hata hiyo afya Bwana anapokurejeshea. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wana wa Israeli walipotoka Misri, Farao aliamua kuwafuata. Haleluya. Farao alifanya nini? Na leo Farao bado anawafuata watu waliokoka. Umeokoka lakini unaona shida bado zinakufuata. Usiwache madhabahu ya Bwana. Haleluya. Usiwache kumtolea Bwana hiyo nadhiri. Siku ya leo Bwana ameenda kukurejeshea utukufu ili uweze kupendeza katika nyumba yake na katika mataifa. Na Biblia inasema ya kwamba huyu Paulo akawasii watu wale, akawaambia ya kwamba jamani, sisi ni wanadamu kama nyinyi, msifanye hili jambo ambalo mnataka kufanya. Unajua kama yule kuhani angechinja yule ng'ombe, haleluya, haleluya, na wakina Paulo wakubali, yule jamaa angerudi kwa kiwete. Bwana Yesu asifiwe. Unajisikia? Kama Paulo na Barnaba wangekubali huyu jamaa atoe zile sadaka zake, hizo nadhiri zake, yaani wainue Paulo na Barnaba, waseme ya kwamba nyinyi ndio mmefanya kwa uwezo wenu, yule jamaa angerudi katika ile hali yake. Lakini walikataa kwa sababu walijua ni Bwana ndiye ametenda, wacha wamrudishie utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Chochote Bwana anakupatia kithamini. Wengi wamepoteza kwa sababu wakati walipata waliona ni kwa nguvu zao. Sio kwa nguvu zako, ni kwa rehema za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ninakusihi katika jina la Yesu, beba msalaba ili uweze kuwa na taji siku zote za maisha yako. Hebu soma nami katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 4 mstari wa 4 hadi wa 6. Kuna kitu nataka nikupatie na Kumbukumbu la Torati 12. Pastor Elizabeth utasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12:9 hadi 13. Mtumishi wa Mungu mama kanisa nisomee Mhubiri 4 mstari wa 4 hadi wa 6. Nasoma kwa uwezo wa Bwana. Mhubiri 4 kuanzia 4. Tena nitafikiri amali zote na kila kazi ya ustadi, ya kwamba inatoka katika mtu kupigana na mwenzake. Hayo nayo ni ubatili na kujilisha upepo. Endelea. Pumbavu huikunja mikono yake, naye ula chakula chake mwenyewe. Heri konzi moja pamoja na utulivu kuliko konzi mbili pamoja na taabu na kujilisha upepo. Kisha nikarudi tena na kuona ubatili chini ya jua. Mlango wa 4 mstari wa 4. Mhubiri ndio. Tena nikafikiri amali zote na kila kazi ya ustadi, ya kwamba inatoka katika mtu kupigana na mwenzake. Hebu soma mlango wa 3. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wakati wa hapo. Nisomee Kumbukumbu la Torati ninapotafuta mahali hapo. Kumbukumbu la Torati mlango wa 12 mstari wa 9 hadi 13. Soma kwa uwezo wa Bwana. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 9. Kwani hamjafikiria bado katika raha na urithi
akupao Bwana na Mungu wako. Endelea. Lakini mtakapovuka Yordani na kukaa katika nchi anayowaridhisha Bwana Mungu wenu, akawapeni raha, akiwaokoa na adui zenu pande zote, mtakaa salama. Wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wenu alikalishe jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu ninachowaamuru, sadaka zenu za kuteketeza na dhabihu zenu za kuteketeza na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu zote. Unasikia? Mahali Bwana aliweza kuweka jina lake, Biblia inasema Bwana anapowavukisha ufike salama na muishi vizuri. Amewategea mahali ambapo kuna jina lake, maskani yake, mahali mutatoa sadaka zenu, fungu la 10 na nadhiri zenu zote, sadaka za kuinuliwa kwa ajili ya kazi ya mikono yenu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, tukienda katika maandiko matakatifu tuanze kutoa bahasha za sadaka ya kuinuliwa shetani ashindwe. Bwana Yesu asifiwe. Asoma kitabu cha Wahubiri 5 mstari wa 4 hadi wa 6. Nimeipata. Tunaingia kwa maombi sasa hivi. Mtumishi wa Mungu John jitayarishe ili atuelekeze katika maombi haya. Ninakusihi katika jina la Yesu ukatubu kabisa. Kuna nadhiri ambazo uliweza kuweka, haleluya, mwaka jana, mwaka juzi, haleluya. Wengine ulipewa CD na ukasema kwamba utairegesha, hujairegesha mpaka leo, mpaka sasa hivi hatutumii CD tena. Ninakusihi katika jina la Yesu, kuna vitu vinatufunga sisi wenyewe bila kujua. Leo tumwombe Bwana msamaha ili aweze kutufungua kupitia kwa rehema zake. Nisome mlango wa 5 mstari wa 4 hadi wa 6. Tasoma kwa uwezo wa Bwana. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa. Unasikia? Unajua umwekei pasta. Haleluya. Amen. Mwambie jirani ya kwamba umwekei pasta. Wewe ndio unajua uliweka 5,000 nadhiri yako. Unajua 10,000, 20,000, 100,000, 200,000. Bwana Yesu asifiwe. Ni maandiko matakatifu yanasema usikawie kutoa nadhiri yako. Hebu soma. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri. Mwambie jirani wewe. Tena msomee hayo maandiko wewe. Ukimwekea Mungu nadhiri ya Mungu, usikawie kufanya nini? Kuiondoa. Ondoa. Kwa kuwa yeye awi radhi na wapumbavu. Basi uondoe hiyo uliyoiweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Mstari wa 6 ndio kuna jibu. Usikiache kinywa chako ukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa, kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia? Nenda utafakari. Tunapoingia kwa maombi usubuhi ya leo, mwambie Bwana nisamehe. Nilitoa nadhiri mwaka jana na sijaitimiza. Nilitoa mwaka juzi sijaitimiza. Ndio maana ninapitia mateso, sipati kazi. Ninakuomba Bwana ukaweze kunisamehe na unipatie huruma zako. Ninahitaji utukufu wako ukaweze kurudi kwangu tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Una nadhiri ulitoa ya kwamba mimi nikishabarikiwa nitatumika katika nyumba ya Bwana. Sio nadhiri, sio pesa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Hata muda wa kuja katika madhabahu ulisema kwamba Bwana ukinipatia kazi nitakuwa katika nyumba yako siku zote za maisha yangu. Siku hizi pasa na kutafuta na simu.
Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini una pasta mzuri, maanake yeye akupigii simu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Maana nikikupigia simu ndio utaenda kabisa. Sasa ni wewe ujichunguze mwenyewe, urudi mwenyewe katika madhabahu ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua mapasta za zamani walikuwa na baisikeli. Haleluya, wanaenda bomba kwa bomba. Sawa. Lakini nataka nikwambie, haleluya, huyo pasta alikuwa anatudanganya. Shetani ashindwe. Maana wakati ambapo unafanya makosa atakuja na baisikeli, utampikia omena na sima. Haleluya. Na nadhiri inapotea hivyo. Lakini kwa Biblia bado unadaiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mateso ambayo unapitia ni kwa sababu ya nadhiri ambazo ulitoa. Ziachilie jamani kwa madhabahu ya Bwana, mwambie Bwana nisamehe. Biblia inasema Samueli alipozaliwa, baba yake akamchukua akamweka kwa madhabahu. Haleluya. Mtoto mchanga baada ananyonyeshwa, mama akamweka kwa madhabahu, huyo kaenda zake. Samueli alikufa? Hakufa. Nadhiri waifi. Bwana Yesu apewe sifa. Maana ni sauti ilitoa. Wajua watu wengine wanataka waone pasta ya kwamba amfurahishe pasta. Haya maandiko haleluya, ni uzima wa milele. Unapokiri na kinywa chako ya kwamba nitafanya kitu fulani, ndio maana ukienda kotini unaambiwa inua Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Fuata maneno haya. Wakati jamani unakuja nikufungishe harusi hapa, nitakwambia sema maneno haya ili ujifunge wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo nadhiri ambayo umetoa, usiwe mwepesi, usiwe kama yule jamaa aliyetoa nadhiri akasema chochote ambacho kitatoka kwa nyumba yangu nitaitoa. Akujua kwamba yule fahari ambaye huwa anarauka asubuhi kwenda kunywa maji, siku hiyo alipata mahali akawa anakula kwa bomba pale, manyasi yamemea, baba akufyeka nyasi. Haleluya. Yule fahari, unajua mazamani kama kule linatoka. Bwana Yesu asifiwe. Fahari wanapewa majina. Akapewa Otieno. Leo hujatoka, shetani ashindwe. Haleluya. Binti akatoka jamani. Jeftha alilia kama mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana hakumhurumia kwa sababu alitoa nadhiri. Akasema lolote litatoka kwa nyumba yangu ninaenda kuitoa. Usubuhi ya leo nimekuja kukwambia huruma za Bwana ziko kwa nyumba hii. Muombe Bwana akusamehe. Muombe Bwana akutakase. Mlilie Bwana na ataona machozi yako na atakusamea, na utaanza safari mpya na Bwana. Na safari mpya ni hii ambayo tuliweka Januari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata kama ungekuwa unatoa shilingi 50 mpaka leo ungekuwa umemaliza. Lakini Waafrika huwa wanashindwa kumaliza. Ndio maana Senegali, walikuwa ni Senegali, walifunga mabao lakini Argentina wakaja wakawafunga. Imagine wamefunga mabao 3, alafu Argentina wanakuja wanafunga yote tena wanaongeza. Ninakuombea wewe uwe na finishing power. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Samueli ambaye amezaliwa siku ya leo, Samueli sijui ni afya, sijui ni utajiri, sijui ni baraka, sijui ni nini unataka. Bwana Yesu asifiwe. Nadhiri uliyotoa, Bwana Yesu asifiwe, jaribu ikamilishe. Maanake nyumba hii, haleluya, tunaenda kuijenga ili, Bwana Yesu asifiwe, kufika mwezi wa 9, mwezi wa 10 tutakuwa tunaingia kwa hekalu lipya.
Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini sasa ninakusihi jamani, hiyo shilingi 1000 uliweka nadhiri, itoe. Wacha kufungua watoto wako, kuwafunga nywele za Samueli, haleluya, zilifunika Yesu kwa sababu ya nadhiri. Haleluya. Nimekwambia, Bwana Yesu asifiwe, nadhiri yako inaenda kufunika kizazi chako chote, kwa sababu haleluya, si tunaenda kuweka paa, haleluya, na paa unafunika, ni tai, ni kuku anafunika mabao, na tutakuwa na mama yetu Sera. Baba aliweka msingi, watoto na mama yao. Unajua mama, hata kama utakosa, Bwana Yesu asifiwe, tupigeni mama Sera makofi. Mama siku zote ni mama, haleluya, atakuleta karibu na matiti yake. Lakini baba, Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu apewe sifa, yeye ni kuelekeza njia. Lakini mama atachukua blanketi na funika watoto wote. Bwana Yesu asifiwe. Especially kama wewe ni dada katika Yesu, jaribu kufunika watoto wako jamani, na wajukuu. Usiwache, usichukulie tu kawaida kila kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Watoto wangu ninawasihi katika jina la Yesu, wewe ni mfano mwema vile baba yenu yuko mfano mwema. Haleluya. Baba kisha sema tunaenda hivi, haleluya, atarudi nyuma. Lakini mama sasa atabaki na blanketi akifunika watoto wake. Kuna jua, kuna wanyama, anawafunika. Lakini baba yuko mbele, anaogo. Siko hapa kula pesa zako. Wewe niangalie na hayo macho, wacha niangalie hapa. Siko hapa kula pesa yako. Mimi ni Samueli. Eli alikula mpaka kanona akashifura shingo Bwana Yesu asifiwe, akaanguka kinyume sanduku la agano hilo Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa katikati, siko hapa kula pesa yako. Mimi ni Samueli, lazima haleluya nywele zako zifunike, haleluya, hata wale wabaya. Siko hapa kula pesa yako, niko hapa jamani, tujenge nyumba ya Bwana. Tumepata fursa, nywele zetu jamani zifunike kizazi chetu. Praise and worship hapa ndio kuna hatari wacha nisimame Praise and worship. Siko hapa nikule pesa zenu jamani, ninawasi nadhiri mlioweka toeni. Ninawasi, utakuja kunitamani siku moja, utakuja kusema baba aliniambia kweli. Hata kama ni shilingi 50, hata kama ni 100, hata kama ni 1000 ngapi, wewe ndio uliweka na kinywa chako. Itoe. Haleluya. Watu sema kwamba waibaji wa watu wangi sadaka. Vunja hiyo laana. Nasema vunja hiyo laana. Daudi alikuwa ni muimbaji hodari, tena Zaburi ameenda mpaka 100 na ngapi, na alitoa dhahabu. Alikuwa muimbaji namba 1. Lucifer alikuwa, unajua yule malaika aliyetupwa ambaye tunamgonga kichwa leo, alikuwa akitembea tu, piano inalia. Msimwangalie Kevin. Huyo jamaa mwenyewe huyo alikuwa akitembea tu mpaka Mungu wa kiti chake anacheza. Akamwangalia ya Mungu na Yesu. Mungu atusaidie waimbaji. Daudi, Biblia inasema katika Matendo ya Mitume
Bwana amepata mtu ambaye amegusa moyo wake. Haleluya. Vitu vyote vitaisha, lakini uimbaji ndio utakuwa huko. Haleluya. Lakini sasa wewe mwimbaji, jenga makao yako na dhahabu hapa duniani. Daudi alitoa dhahabu, akatoa vitu vizuri, na Biblia inasema haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na unajua haleluya, aliyemwekea mafuta ni huyu jamaa anaitwa Samueli, maana nywele zake zilificha Daudi, zikamficha Yese baba yake, zikamficha Yesu. Kinachokukula kinatoka mbali, na kinachokubariki kinatoka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kilichokufunga kinatoka wapi? Babu yule kule. Goliathi alishindwa kumaliza, lakini wewe Daudi wa leo, toa nadhiri yako, ukate kichwa yake na nywele zako zibaki. Maanake yeye yuko na upanga, kila wakati ananyoa watu, kila wakati ananyoa. Baba alinyoa, babu akanyoa, wewe pia ukubali kuacha. Usikubali, toa nadhiri. Akija ule upanga wake ndio utamaliza nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord, Most High. Wewe ni Bwana twende tukaombee mambo matatu. Kwanza, maana tulikuwa kwa maombi kwa siku 3. Nataka kwanza tuombe msamaha kwa yale nadhiri ambayo tumetoa, tuliandika sisi wenyewe miaka ya nyuma na tukashindwa kutoa. Maana watu wengi wamefungwa na nadhiri ambazo waliweka wao wenyewe. Ndio maana kazi ya mikono yao kila wakati inakuwa mapoza. Tunaenda kuomba msamaha kwa ajili ya maisha yetu na familia zetu. Kisha maombi ya pili, tunaenda kumwomba Bwana utukufu wake ukaweze kushuka kwa kanisa lake, ambaye ni kwa familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Halafu maombi ya tatu, tutakuwa tunaomba kwa ajili ya tarehe 9 ambaye ni siku ya kesho. Bwana kaguse wageni ambao wanakuja mahali hapa, ili wakaweze kujenga nasi madhabahu. Hata na wewe ambao unanitazama, pengine uko na milioni yako, laki yako moja, shilingi 1,000, 2,000, 7,000, 10,000. Tunaenda kujenga hekalu hili. Tayari tumeweka ukuta kila sehemu, na tunataka tuweke paa na tuweze kuweka madirisha na milango. Kwa hivyo tunakusihi katika jina la Yesu, simama na huduma hii na uweze kuona baraka za Bwana. Kwa hivyo tutaenda kuombea siku ya kesho, Mungu akaguse watu wake ili wakaje wakajenge nyumba ya Bwana.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninakusihi katika jina la Yesu, anza kusema na Bwana tunapoimba nyimbo hii, ninapomleta mtumishi wa Mungu Pastor John Kariuki aweze kutuelekeza. Wewe ni Bwana Falme, wewe ni Bwana Falme, wewe ni Bwana. Inua mikono yako. Mwambie Bwana, wewe ni Bwana unayejua kuchunguza moyo. Mwambie Bwana, chunguza moyo wangu usiku wa leo. Nimeweza kulisikia neno lako Bwana. Yesu, ninasonga chini ya miguu yako. Ninakiri kwamba mimi si mkamilifu Bwana. Ninakiri kwamba mimi nimetenda dhambi. Ninakiri Bwana, mfalme wa wafalme, kuna nadhiri hata niliweza kutamka na kinywa changu. Pengine Bwana mfalme wa wafalme, hata ni majirani niliwatamkia. Zingine ni ahadi nilitoa mfalme wa wafalme, kumbe ndio zinakula maisha yangu, kumbe ndio zimezuia baraka zangu. Fungua kinywa chako, sema na baba yako. Yeye ndiye atakaye kusaidia. Usione haya, kwa mwambie Bwana, ninahitaji ukanisamehe. Kama ni kupiga magoti, piga magoti. Kama ni kumuinulia Bwana mikono yako, muinulie Bwana. Bora tusifunge kinywa chako, usifanye moyo wako ukawe mgumu. Unahitaji Bwana akakufungue, unahitaji Bwana akakuinue, unahitaji Bwana akaachilie neema. Lazima ukikimbilie kiti chake cha rehema na moyo ulio msafi. Fungua moyo wako Bwana, mwambie Bwana, usiku wa leo ninasonga mbele ya kiti chako cha enzi. Hakika ninakiri dhambi zangu Bwana. Yesu, nisamehe Bwana, kuna yale nimetenda kwa kujua. Mwambie Bwana, zingine Bwana inaweza kuwa nimesirikishwa, ni wazazi walitoa nadhiri hawakutoa Bwana, kumbe Bwana ndio hicho kinanikula Bwana siku ya leo. Wewe ni Mungu uliyejaa msamaha, wewe ni Mungu mwenye rehema, wewe ni Mungu mwenye msamaha Bwana. Mwambie Bwana, nisamehe usiku wa leo Bwana, ninakulilia wewe Bwana. Samehe Bwana, hata kama ni wazazi, wasamehe kwa niaba Yesu. Hata kama ni wachomba, Yesu wasamehe. Hata kama ni ndugu zangu Bwana, ninaomba msamaha kwa ajili yao. Yesu, wewe unayesikia maombi Bwana, nisikie usiku wa leo. Mwambie Bwana, sitaki kutoka mahali hapa ikiwa sijabebana na huruma zako. Lakini Bwana, moyo wangu kwanza lazima ukausafishe, lazima moyo wangu ukautakase. Mikono hii Bwana imetirikishwa kwa mabaya,
Takasa mikono yangu Baba, usiku ya leo Bwana, itakase hata ni kinywa changu, niloweshe na damu yako Bwana. Hii mikono ndio inaenda kupokea baraka, lakini mikono hii Bwana ilitoa ahadi za urongo. Mikono hii Bwana, mfalme wa mafalme, iliahidi itakutolea, lakini imekuwa na moyo mgumu. Yesu, ewe mwana wa Daudi, usiku wa leo mfalme wa mafalme, ninasonga kwenye kiti chako cha enzi. Ninadai Bwana ukanioshe, ukanisamehe Bwana. Ninaachilia yote madhabahuni mwako, ikiwa ni mkesha wa kipekee mfalme wa mafalme. Wacha vitu vipya Bwana vikatendeke ndani yangu. Mwambie Bwana, nihurumie, nihurumie Bwana. Wewe ni Mungu mwenye rehema. Yesu, nihurumie Bwana. Mwambie Bwana akakuhurumie. Mwambie Bwana, ninahitaji huruma zako. Mwambie Bwana, sina mahali kwingine kwa kwenda, sina kwingine kwa kutafuta msaada. Msamaha wa kweli unatoka kwako Baba yangu. Yesu, msamaha wa kweli unatoka kwako Bwana. Yesu, nilitamka na kinywa kwamba Bwana wa Bwana nitakutolea. Yesu, nikaahidi kwamba nitatoa kwa ujenzi. Nikaahidi Bwana, kuna chombo nitatunua katika